kuna lugha imezungumzwa. Kiingereza kitafundishwa kuanzia darasa la kwanza, na mfumo wa kufundisha Kiingereza umebadilika. Tumepunguza kanuni nyingi ambazo zinachosha. Anza tu kuongea, communication, alafu down the road unaweka kanuni zaidi. Badala ya kuanza kumwambia past tense, present tense na kadhalika, unazungumza hivyo verb, noun na nini, vitu ambavyo anakaa na vishanga. Wewe unamfundisha kuongea Kiingereza, akianza kuongea anakwenda vile. Lakini tumeongeza masomo ya hiari. Na by the way, katika ufundishaji hata Kiswahili tunajaribu kuongeza ubora wa kufundisha Kiswahili. Wala tusio tukadhani tuko vizuri sana kwenye Kiswahili, tukaona Kiswahili chenyewe lazima tuongeze. Tumeongeza masomo ya hiari. Tutafundisha Kifaransa kwenye shule kwa wanafunzi walio tayari kusoma na walimu wapo. Tutafundisha Kiarabu kwenye shule za msingi kwa wanafunzi walio tayari kusoma na mwalimu wake. Tutafundisha Kichina shule za msingi, na kufanya hivyo tunapitia mageuzi, proposal ya mageuzi makubwa sana kwenye vyuo vya ualimu. Kimoja tumekiama Kichamaram, kilikuwa chuo cha lugha. Sasa wanataka kuja kufanya kila kitu, tunataka warudi kwenye lugha huko. Tuweke maabara ya Kiarabu, ya Kichina, ya Kifaransa, mwalimu akiingia kule ajifunze lugha tu. Tunafikiria vyuo vingine 4, 5 vya ualimu kuhakikisha kwamba wakisoma pale, akimaliza ualimu hata akiamua kuwa mkalimani anaweza kuwa mkalimani. Akiamua kuwa tour guide anaweza kuwa tour guide. Lakini tupate walimu atakuja kutusaidia kusoma. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana katika swala hili. Na swala jingine limezungumzwa sana Mheshimiwa Regina na watu wengine, swala la maadili. La maadili ni kubwa, nitaeleza kidogo tunavodili nalo, lakini labda niseme kwanza la ujasiriamali. Hili limezungumzwa sana, lipo kwa sababu mageuzi haya, na niwaambie wakati rais anaagiza tufanye shughuli hizi alisema shirikisheni wa Tanzania. Mtatumia wataalamu, mtajifunza kwa watu wengine, lakini nataka nihakikishe mnawasikiliza Watanzania na wenyewe wanataka nini. Ndio maana nilikuwa namwambia mheshimiwa wanu hapa, mambo mengi tunayosikia humu yamo. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tushaanza kusikiliza wakati ule. Somo la biashara limekuwa ni somo la lazima. Kuanzia form 4, form 1 mpaka form 4. Linafundishwa kijasiriamali. Halifundishwi technical sana. Linafundishwa kuandaa wewe kama unamaliza unaanzisha biashara yako, unafanya nini, vitu gani unatakiwa kufanya. Historia na maadili ya Tanzania. Somo lipo kwa watu ambao wanadhani wana maoni, wanaweza kutuambia tuongeze, tubadilishe nini. Lakini njia nyingine katika elimu ni vitabu tunavyosoma mashuleni. Kuna wakati fulani hapa tulipiga marufuku vitabu visiingie shuleni, baadhi ya vitabu, kwa sababu bahati nzuri sheria inaruhusu. Kuna watu wakalalamika, hasa mnaondoa vitabu, viko wapi? Tunayo sasa hivi tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Ina nyanja ya vitabu vya watoto, na vinakuja vingi, vinapendwa, na nyanja nyingine. Na tukimaliza mshindo wa kwanza, vitabu vile tunavichukua, tunavinunua raundi ya kwanza, tunavigawa kwenye shule zetu. Watoto wetu waanze kuzisoma. Humo ndani kuna vitabu ambavyo vitakuja